Sawa, sasa naenda kufundisha namna gani ya kutengeneza broadcasting. Kwamba kama ni mfanyabiashara, kuna wakati ambao unatakiwa kuwakumbusha wateja wako, lakini pia unaweza ukawa karibu na wateja wako kwenye upande wa kufanya follow up. Ukiwa unafanya follow up, mara nyingi sana unakuta unatumia njia nyingi, labda mpaka upige simu, lakini labda WhatsApp status, watu wanakuwa na view status zako mara kwa mara. Hiyo ni njia mojawapo ya kufanya follow up. Lakini kuna njia nyingine ambayo inaitwa broadcast. Sasa hii broadcast ni njia ya kuwafanyia follow up, lakini pia kushare tips za biashara yako kwa wateja wako, ili wale wateja wawe karibu na wewe. Sasa kwenye kufanya hizi broadcasting, usitume message kila siku, kwa sababu ukituma kila siku itaonekana ni usumbufu kwa huyo mtu. Lakini unakuwa na interview ya kuwatumia elimu ambayo inahusiana na bidhaa zako, au elimu ambayo inahusiana na service ambayo unaitoa. Hiyo itakusaidia sana wale wateja wako wakupende, waweze kufanya maamuzi ya kununua bidhaa. Lakini pia ni rahisi sana kuweza kutoa offer kwenye broadcast message moja ikaenda kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Lengo la broadcast ni kukusaidia wewe message yako iende kwa watu wengi ndani ya sekunde moja, na wala isiende kama group unavyotuma kwenye group. Kuna watu wengine kwenye group wataangalia, kuna watu wengine hawatosikiliza. Na kitu cha kuzingatia sasa kwenye upande wa broadcast, hakikisha hao watu unaoweka kwenye broadcast wamesave namba yako. Wasiposave namba yako, huwezi ukaona, hawezi kuona ile message yako ikumfikia. Kwa utakuwa unatuma message nyingi, lakini watu nao wafikia ni wachache, kwa sababu wale watu hawajakusave. Make sure hao watu wamesave namba yako. Sasa jinsi ya kufungua, utaingia kwenye WhatsApp. Utaingia kwenye WhatsApp yako. Inategemea tu unatumia WhatsApp gani. WhatsApp yoyote unaweza ukatumia. Unaweza ukatumia business WhatsApp, unaweza ukatumia normal WhatsApp na WhatsApp nyingine. Zote unaweza ukazitumia kwenye upande wa kutengeneza broadcast. Ukishafungua hapo WhatsApp yako hiyo, utakuja hii sehemu hapa juu hapa. Hapa kuna vidoti vitatu. Hiyo sehemu ya vidoti vitatu. Then utabonyeza hapo. Broadcast ambayo tunaongea, utaona hapo sehemu imeandikwa new broadcast. Hiyo hapo new broadcast. Utafungua hapo kwenye new broadcast. Then ukishafungua sasa, majina yanatokea ya wale watu. Majina yanatokea ya watu. Kwa hiyo una make sure kwamba zile contact zimeingia. Then contact zile ndio unakuwa una select. Unakuwa una select broadcast. Broadcast moja inachukua watu 256. Kwa hiyo utaselect namba za watu wale ambao unataka kuwaweka kwenye broadcast. Sipa hapo umeelewa. So hiyo ndio namna ambayo ya kutengeneza broadcast ya watu wako. Na broadcast itakavyokuwa umeshaitengeneza, nitakuonyesha hapa mfano wa broadcast. Broadcast ukishaitengeneza inakuwa katika muonekano kama huu. Inakuwa kama group, inakuwa katika muonekano kama huu. Huu ni mfano wa broadcast. Broadcast inaonekana hivi. Broadcast inaonekana hivyo. Hii ni broadcast. Kwa unaweza ukatengeneza broadcast nyingi uwezavyo kulingana na idadi ya watu. Ukishatengeneza broadcast, then itakusaidia sana kuweza kufanya follow up. Ukituma message moja inaenda kwa watu wengi. Kwa kama ukituma message moja, hiyo message moja inakuta imewafikia watu wengi zaidi. Kwa unafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Ukiangalia hapo unakuta message zimewafikia watu wengi kwa wakati mmoja, ile message imefika na watu wameisoma. Kwa hii itakusaidia sana kwenye upande wako wewe wa kuweza kufanya biashara yako iende vizuri. So I hope kama umeelewa. Kama umeelewa, unaweza ukaacha comment hapo, then ukaendelea kujifunza zaidi, lakini ukaweza kusubscribe hiyo channel. Ukatani notification, ukawasha hicho kikengele, ili ninapokuwa natupa video hapo zozote zenye kuelezea kitu chochote, ni rahisi sana kuweza kuziona na ukaweza kujifunza zaidi. Karibu sana. Mimi naitwa Joshua, ni mshauri wa masuala ya biashara, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya afya. Karibu sana, endelea kujifunza kwenye channel yetu.